vipimo vinagawanyika mara 4, yani kifua, tumbo, ipsi, kiuno. Ni vipimo ambavyo vinagawanyika mara 4. Kwa hivyo na hii nguo tunaikata double 2. Yani maana yake kipande cha mbele na vipande vya nyuma. Kwa hivyo kama vipande vya mbele na vya nyuma, maana yake hichi kitambaa tunatakiwa tukikunje mara 4. Kwa hivyo hapa tumeshakunja mara 2. Hapa tunakunja mara 2, tunakunja tena, tunaongeza mara nyingine tena. Maana yake hapa tunakuwa tumekunja mara 4. Kwa hivyo vitambaa vyetu kipo 1, 2, 3, 4. Maana yake tukisha kunja hivi, tunatoa fursa sasa ya vipimo vyetu vyote vile kuanza kuingia. Kipimo cha urefu, kipimo cha nini, kama kawaida. Kwa hivi moja kwa moja tunapima mstari kiongozi huku juu. Mstari kiongozi. Mstari kiongozi. Tunaangalia urefu wa huyu mtu ni ngapi. Urefu wake ni 30. Kwa hiyo kuanzia pale mpaka hapa 30. Anaongeza inchi 1.5. Hiyo inchi 1.5 kwa ajili ya kushonea pindo la chini ile. Kwa tunachora mstari wetu namna hii. Manake nguo yetu inaishia hapa, inaanzia hapa. Kama nilivyoambia ndio mstari kiongozi. Katika huu mstari kiongozi ndio tunapopima bega. Bega la huyu mtu ni 15, 7.5. Manake bega linagawanyika mara 2, 7.5. Tunaongeza nusu inchi kwa ajili ya kushonea. Kwenye huu mstari kiongozi ndipo sehemu ambapo tunashuka ili kutafuta sehemu au mstari wa kifua. Kwa hiyo kutoka hapa mpaka hapa tunashuka, itakuwa ni inchi 8. Napima inchi 8.5, sehemu ambapo tutachora mstari wetu wa kifua. Kwa hiyo tumeshapata mstari kiongozi ambao ndio mstari wa bega, ndio mstari tuliopima bega. Tumepima mstari wa kifua. Kwa hivyo hapa tunatafuta mstari wa tumbo na tunatafuta mstari wa ipsi. Haya, kutoka huku juu mpaka sehemu ya tumbo, yani afu, ni 16.5. Tunaweka 17 na kushonea.